Mtazamaji, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kiongozi ambaye anamfikia kila mwananchi mwenye uhitaji. Mfano tu, akiwa katika ziara ya kikazi ambayo iliambatana na kutembelea miradi mbalimbali, akaibuka mwananchi mmoja ambaye alikuwa na malalamiko yake haya hapa. Nimepata changamoto mheshimiwa. Mara ya kwanza ni kweli nakiri, kwa sababu sio kweli, ni mpenzi wa Mungu. Nilikamatwa na TFS. Nilikuwa nimebeba mkaa. Kimsingi ni kosa. Nimebeba mkaa gunia 8 kwenye probox. Na kwenda TFS wananiambia zakali lipe faini milioni 5. Hata nalipa milioni 5. Gari yangu imenunua kwa thamani ya milioni 17. Nalipa milioni 5. Na kazi naofanya ni ya kubeba abiria shilingi 3,000 na kutoka hapa kwenda Mpanda. Hiyo milioni 5 naipata wapi ya kutoa chogo? Lakini sheria 88 na 89 ya TFS, ukikamatwa na mazao ya misitu hususan mkaa, unakuta na makosa mawili. Kwanza, umepokea mazao ya misitu bila kibali, na pia umeasafirisha. Makosa mangapi? Mawili. Adhabu yake sasa ndio makosa. Na hata TFS wako hapa atakuja kutoa ufafanuzi kama ni wa kweli. Faini yake kwa mzigo uliobeba isiwe chini ya $100,000, maelekezo hayo, na isiwe juu ya milioni 1. Milioni 5 inaingiaje? Hata miezi miwili haijaisha, inaniuma sana. Wanataka kuniua na njaa. Nimeshikwa tena na mawe. Mawe kubeba ni makosa. Mawe kubeba ni makosa. Mpaka leo niko polisi pale. Watu walionishika ni watu wa TANAPA. Mpaka leo haijulikani kesi inaenda mahakamani, kesi inaenda wapi sijui. Leo ni mwezi wa pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi nakula nini? Kwa nini msaidie Mheshimiwa Waziri? Waziri Mkuu akatoa maelekezo. Iko kwa nani? Gari ipo polisi pale mpaka saa hizi. Usidi kwa wapi? Usidi kwa wapi? Kituo gani? Kamanda, mkitoka hapa waelekezo wakampatie gari hiyo na mawe yake. Miezi mitatu baadaye, mtazamaji, tunakutana na kijana huyu akiwa katika shughuli zake za kila siku hapa mkoani Katavi. Anatumia nafasi hiyo kutuma salamu za asante kwa Waziri Mkuu. Viongozi ambao wanahusika na masuala ya kusimamia sheria na kutafsiri sheria watende haki. Kama alivyofanya Mheshimiwa Waziri Mkuu, alinisikiliza na haki ikatendeka, nikapata chombo changu. Napenda kusema kwa nguvu zangu zote namshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba kwa alichonifanyia, sitomsahau. Na ikimpendeza Mungu panapo majaliwa, kama atakuja Katavi, naomba mimi Final Amos Maganga nimpokee na apande gari hii. Naomba sana siku akija apokelewe na gari yangu Probox hii, apande nimuendeshe. Naweza kumuendesha Waziri Mkuu. Kwa hiyo nipenda kushukuru sana, napenda kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, na siku nyingine aje kwetu Mpanda Katavi asikilize kero za wananchi na aweze kuzitatua kama alivyozitatua. Napenda kushukuru, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mungu awabariki, karibuni tena. Maganga akatuma salamu kwa wale wanaobeza juhudi hizi za Waziri Mkuu kusikiliza kero za wananchi. Kama Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasikiliza kero za wananchi wa chini ambao ndio sisi hapa, lakini mwisho wa siku kuna kiongozi anatoka anasema Mheshimiwa Waziri anasikiliza vitu vya ajabu ajabu, na wakati sisi wanyonge wanataka tusikilizwe na nani kama sio Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtendaji mkuu wa serikali? Mimi nasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, usikate tamaa, usikatoshe tamaa na maneno ya watu wachache, wasikilize tulio wengi ambao sisi ndio wenye wanyonge, wenye tunatendea haki. Tunaomba mtuendelee kutusikiliza kwa 100%, na maneno ya watu wachache yasikukatishe tamaa ukafikia mahali ukashindwa kutekeleza wajibu wako. Tekeleza wajibu wako kama Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuonyesha imani kwa aliyekuteua, ili kesho na kesho kutwa mambo yawe vizuri na vijana tuishi vizuri. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mtazamaji, hili ni zaidi ya tabasamu la Daktari Samia Suluhu Hassan tunalishuhudia kupitia ziara hizi za Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Mimi ni Beni Mwanantala.